Ndugu na dada katika Kristo, nawaalikeni katika tafakari yetu ya siku hii ya leo, ikiwa ni Jumatatu ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025. Kwa majina ni Steve Mbugua Dhoidhi, Steve wa Yesu, toka jimbo kuu la Mombasa, Kenya. Somo la kwanza toka kwenye Matendo 14 mstari wa 5 hadi 18, Zaburi ya 115, na Injili ni Yohane 14 mstari 21 hadi 26. Inahusu mapendo, upendo kwa Mungu. Kumpenda Mungu ni kwa njia gani? Mungu tunajua anatupenda. Alikupenda mno, akanipenda mno, akamtoa mwanawe pekee aje afe sadaka. Upendo mkubwa. Yesu mwenyewe amekupenda mpaka amechinjwa sadaka kwa ajili yako. Je, wewe unampenda kiasi gani? Mimi nampenda kiasi gani? Yesu anasema kwa Injili ya leo, yeyote atakayeshika sheria zake, njia zake, atakayeshika sheria zake, huyo ndiye anayempenda. Anasema kwa mstari wa 23, yeyote anayenipenda. Alikuwa anajibu swali kuhusu upendo. Anasema yeyote anayenipenda atashika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi takuja kwake na kufanya makao. Mtu anayenipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, naye Yesu na Baba yake atakuja kwake na kufanya makao. Kumpenda Mungu sio kwa mdomo tu, mbali ni kwa maisha yetu. Ndivyo anavyosema, anayenipenda atalishika neno lake. Hakuna kitu dunia hii kinaweza kubadilisha kulishika neno la Mungu. Hakuna any form of kusawazi au justification itakayeondoa kulitili neno la Mungu. Ndivyo anavyosema. Kumpenda sio kwa mdomo tu, mbali ni kwa maisha yetu na matendo yetu. Yesu ni mwenye huruma. Mungu ni mwenye huruma kweli, mwenye mapendo kweli. Hajakuja kutuhukumu kweli, lakini ukweli ni kwamba amekuja kutuondolea dhambi ili tuondoe kwa maisha, ili tumpende jinsi anavyotupenda. Amechinjwa sadaka kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Je, wewe uko tayari kuchinjwa kwa ajili yake? Uko tayari kujitolea, kujinyima zaidi kwa ajili yake? Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 15 hadi 17 inatukumbusha kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya watu wote. Hakubagua kwa Wachina, kwa Amerika, kwa Wataita, kwa Wakikuyu, makabila yote. Alikufa kwa ajili ya mataifa yote na makabila yote. Kwa nini alikufa? Ili wanaoishi wasiishi tena kwa ajili yao, mbali kwa ajili yake yeye. Wanaoishi ni akina nani? Wale wanaishi maagano ya ubatizo wao. Waliobatizwa wakazaliwa mara ya pili, wanaishi yale maagano yao, ndio wanaishi. Mstari wa 16 anasema, kuanzia sasa hatumpimi mtu yote kibinadamu. Standard ya binadamu imeondolewa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni mwenye huruma ndiyo, lakini tunapoishi kujustify hilo, sema ni mwenye huruma, tunakataa msaada wa Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi wetu, ambaye ametumwa kuja kutusaidia tuweze kunuka kwenye kiwango kingine. Duniani kuna kiwango ninachosema standard ya Holy Spirit ya Mungu naongozwa na Roho Mtakatifu. Kuna standard ya wanadamu ambaye imejaa kujitetea, na kuna standard ya shetani ambaye kwa kujitetea tunavutwa chini na kwa standard ule adui mwovu shetani. Roho Mtakatifu ni msaidizi, amekuja kutusaidia. Swali ni, unahitaji usaidizi au umetosheka na kujitetea? Roho Mtakatifu navyoambiwa na verse ya 26 ya Injili ya leo, yeye ni wakili, anakuja kutetea, yeye anatufundisha. Lakini swali ni, nina roho wa kufundishika, teachable spirit, kwa sababu halazimishi.
Amekuja, yuko mlangoni anabisha. Atakayefungua mlango wa moyo wake ingie ndani, atafanya makao ndani mwake, atamfundisha na kumwelekeza ili tuweze kuishi kulingana na mapenzi yake. Tito 2 mstari wa 11 na 12 naongea kuhusu neema, grace, unmerited favor, upendeleo tusiostahili, na anatuambia kwamba neema hii imefunguliwa, imeachiliwa kwa ajili ya wokovu wa watu wote. Kazi ya neema ni kuokoa, kutuondoa kwenye hatari, kutuleta mahali pa salama. Ndio kazi ya neema. Hatuokolewi kwa sababu tuna matendo, lakini neema hii inatufundisha kulingana na Tito kuweza kuacha maisha ya kale. Kila anaoungana na Kristo ni kiumbe kipya, ya kale yamepita na kuwa viumbe vipya. Tuachane na maisha ya kale, maisha ya dhambi, maisha ya kujitetea, na tuingie kwa maisha mapya pamoja na Kristo. Tung'ang'ane kutafuta utakatifu, ng'ang'ane kutafuta neema hii ongezeke ndani mwetu. Ndivyo tunavyoambiwa. Na ndio somo la kwanza namuona Paulo, pamoja na majaribio yote na mateso yote anayopitia, wanajaribu kumuua, lakini bado yuko ganga, yuko pamoja na Kristo. Ule uaminifu wake kwake upungui, ile imani yake, ile obedience yake kwa Mwenyezi Mungu ipo pale. Na ndio maana anaona ameenda sehemu inaitwa Listra, na pale anamuona jamaa mmoja ambaye alizaliwa bila kutembea, kutoka kwa tumbo ya mama yake hajawahi kutembea. Na Paulo anamwangalia, anaona yule jamaa imani yake imekuwa kiasi cha kwamba anaweza kutembea tena. Aliyekuwa kiwete anamtazama, anaona imani yake imekuwa, anamwambia simama, tembea. Jamaa ananyanyuka, anaanza kurukaruka kwa mapendo makubwa, na watu wengi wanamwamini Mungu. Mungu alifanya kazi na imani yake, na ndio maana Yesu nyakati zote akitembea anaambia mtu imani yako imekuponya. Mungu anafanya kazi na tulicho nacho. Ndio maana anamuuliza Musa, una nini mkononi? Na yule anakuuliza una nini? Anakuuliza una nini? Tuna imani, tuna Roho Mtakatifu. Ndio maana Mungu hataki tujitetetee kila wakati, bali Roho Mtakatifu tumruhusu atusaidie. Kujitetea ni kujiangamiza, kwa maana ni kataa neema ya Mungu ifanye kazi ndani mwetu. Hakuna kutetea kokote ambao kutaondoa kumwamini Mungu na kufuata njia zake. Mungu ni mwenye huruma, ndiyo. Mungu amechinja sadaka kwa ajili yako, ndiyo. Lakini hajataka tuchukue ile lightly for granted, bali hataka tutumie neema yake kutimiza yale ambayo ametuitia. Hakuna kitu kitawai kubadilisha ule kutii neno la Mungu. Mungu anisaidie, akusaidie. Alikupenda sana, akanipenda sana, akamtuma mwanawe pekee aje achinjwe sadaka ili tusipotee, bali tuwe na uzima wa milele. Njoo Roho Mtakatifu tuangaze, njoo tuwezeshe kushirikiana na Roho wako Mtakatifu, na Roho Mtakatifu shirikiane nawe, ili hapa duniani tufanikishe na mwishowe tuwe naye mbinguni milele yote. Kwa njia ya Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Amina. Napenda kushukuru sana kwa ajili ya kusikiliza channel hii ya YouTube ya Steve wa Yesu. Na kama umependa mafundisho haya, unaweza bonyeza kile kidude cha like, na pia bonyeza kile kidude cha subscription na ile kengele ya notification, ili kila wakati fundisho mpya linarushwa kwenye mtandao huu unapata ujumbe mdogo kwenye simu yako. Asante sana na Mungu akubariki. Bye bye.